Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tumekutana tena kwa ajili ya kuendelea na somo letu ambalo tunaendelea nayo sehemu ya 6. Najifunza kuhusu matumizi ya ulimi, namna gani unatumia ulimi wako na namna gani unaweza ukapa matokeo au ukakunyima matokeo, yaani ukakufanikisha au usifanikishe. Maana ulimi inasema kwamba ulimi hubeba mauti, hubeba na uzima. Katika ulimi kuna mauti na kuna uzima. Kitabu kile cha Zaburi 45 mstari wa 1 na wa 2 ndipo tutapata ulimi ni kalamu ya kuandikia kumbukumbu moyoni. Ulimi ni kalamu ya kuandikia kumbukumbu moyoni. Sehemu ya 6, ulimi ni kalamu ya kuandikia kumbukumbu moyoni. Ngoja tuangalie Zaburi 45 mstari wa 1 na wa 2. Nasema, moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstari. Wewe mzuri sana kuliko wanadamu, neema imemiminika midomoni mwako. Kwa hiyo Mungu amekubariki hata milele. Amen. Asema wewe, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Wewe, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstari. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstari. Anaandika, asema, angalia neno la kwanza, anasema moyo wangu umefurika kwa neno jema. Moyo wangu umefurika kwa neno jema. Kuna neno jema ambalo linatakiwa liufurike moyo wako. Kuna neno jema ambalo linatakiwa litoke kwenye moyo wako, na neno halitoki pasipo kuwepo ulimi. Hivi unaponiona naongea kwa sababu nina ulimi. Ulimi ndio unaotoa maneno. Sasa yale maneno yanayotoka katika kinywa chako yanaweza yakadhihirisha ni namna gani unaelewa na ni namna gani huelewi. Maneno yanayotoka, Paulo anasema kwamba mkiangalia jinsi nilivyoandika, scriptures nilizoandika, nyaraka nilizoandika, ukiangalia nyaraka zangu zote, unaweza ukajua ni namna gani ufahamu nilionao. Moyo wangu umefurika kwa neno jema. Moyo umefurika kwa neno jema. Kuna moyo uliofurika kwa neno jema na kuna moyo uliofurika kwa neno baya. Kwa neno baya, kwa neno la hila, kwa neno la husuda. Kama neno lililopo kwenye moyo wako ni baya, maandishi yaliyopo kwenye moyo wako ni mabaya, ndiyo yatakayotolewa na ulimi, kwa sababu yameandikwa na ulimi na yatatolewa na ulimi. Wanasema ulimi ni kalamu inayoandika kumbukumbu. Kwa maana unaweza ukakutana mtu anakuambia kwamba siwezi nikasahau alichonifanya.